Nikisema cheka afya unasema kiu ya stress zako. Cheka afya, kiu ya stress zako. Namna hiyo. Tunaendelea kucheka jamani. Yaani ratiba ni kucheka, kisha unafurahi. Sio unakaa umenuna kama umekula ndimu. Hapa tunafurahi. Stress zote ziache kule getini. Wakati huu ni wakati mzuri wa kumleta comedian mmoja kiboko hatari sana. Wanamwita Frankie DJs. Mlete Frankie. Habari za jioni mabibi na mabwana. Sisi ndo wale watu wenye imani kali. Ukisikia watu wenye imani kali basi ndo watu kama sisi. Mimi kuna kipindi fulani nilikuwa na imani kali, yani nipo serious. Mpaka ukifika kipindi cha kufunga nilikuwa nafunga mpaka choo. Kuna mtu ananijaribu anataka kudondoka hapa. Actually kwenye maisha yangu nitamani sana nije kuwa mfanya biashara. Na nitamani sana nije kuwa mfanya biashara wa usiku. Kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba biashara za usiku zinalipa sana. Zinalipa sana. Na kabla ya kuanza biashara yangu nilienda mjini kufanya utafiti. Nikatenga usiku wangu mmoja nikaingia mjini nikawa natembea. Mungu si asumani nikafika mitaa fulani ya Miami pale, nikakutana nao bwana wafanya biashara wa usiku. Lakini wao walikuwa ni wadada. Nilichowapendea wale wadada wapo active na biashara zao. Yaani ukiwaangalia tu wanajua wanataka bidhaa wanakufuata. Na mimi kwenye kutembea nikajichanganya nikawaangalia wakanifuata. Na ubaya wanapokuja aje mmoja, wanakuja kama kikundi. Wakanifuata pale wakaniuliza, "Vipi kaka unahitaji?" Akajiuliza, nataka nini?" Kabla sijajibu mwingine akanifuata, "Njoo huku Beiche." Sasa nikasema hivi vitonga siwezi kuviacha. Wakati naenda kwenye kitonga nikavutwa tena, "Njoo huku zao hazina perfume." Nikasema mnukio lazima hii. Sasa wakati naenda kwenye minukio, nageuka hivi saa ngapi nisione vitu vyangu sasa. Ukikadiria kaka mwili vitu, unajua. Basi nikaenda kwa yule dada tukaelewana bei na uzuri alikuwa hana bei kubwa. Ni bei kidogo tu lakini shughuli yake niliona. Kwa haraka unaweza sijui nini lakini wale wadada walikuwa wanauza nguo nzuri jamani. Mimi ni mtu wa heshima, ni mtu wa heshima actually. Na nikinunua kitu kipya lazima nikifanyie surprise. Ile nguo nilipa heshima. Yaani siku ya kwanza tunaivaa nikaenda nayo kanisani. Jamani tukiwa kanisani tuzime simu. Nakumbuka ile siku mchungaji alikuwa anafundisha vizuri tu kwamba Mungu ni mweza wa yote. Bwana anaweza yote. Baadaye akajichanganya akauliza Mungu ni nani? Tuwasikia kisimu cha mtu kinaita huko, "Honey." Thank you guys, that's my time to